Je, unapitia wakati mgumu kiuchumi? Je, mambo yako na mipango yako imevurugika, yaani hayaeleweki? LeBron James, huyu ni mchezaji bora wa muda wote wa mpira wa kikanda katika ligi ya NBA, aliwahi kusema hivi: kushindwa si kinyume cha mafanikio, bali ni sehemu ya mafanikio. Karibu sana bwana. Mimi ni MS Agustino Baltazar Bwale, ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha kuelekea mafanikio. Karibu pia unifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook na TikTok. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea mafunzo yangu. Kuwa katika hali ngumu kiuchumi si kosa. Kosa ni je, unatokaje sasa katika hali hiyo? Makampuni makubwa kama Vodacom, NBC, CRB na NMB yalishawahi kupitia wakati mgumu sana kifedha, lakini mpaka sasa wamekuwa ni watoaji huduma bora zaidi kwa jamii. Lakini pia timu kubwa kama Simba na Yanga zimeshawahi kupitia kwenye nyakati ngumu sana kifedha, lakini mpaka sasa ndio timu ambazo zinafanya vizuri zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Karibu sana bwana. Leo nitakuelekeza mambo kadhaa ambayo unatakiwa kuyafanya pindi unapopitia kwenye changamoto za kiuchumi, kwa maana ya changamoto za kifedha, iwe wewe mwenyewe ama kwenye taasisi yako au kampuni yako. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulijua au kulifanya ni kukubali changamoto. Unatakiwa ukubali moja kwa moja kwamba kweli sasa hivi napitia kwenye changamoto. Moja kati ya njia ya kwanza ya kutatua changamoto ni kukubali kwamba una changamoto. Kitendo cha kukubali kama unapitia changamoto, maana yake unaituma akili yako moja kwa moja ijue kwamba sasa hivi unapitia kwenye changamoto, na mara moja akili sasa inaanza kutafuta njia thabiti ya kufanya ili uweze ukatoka kwenye hilo swala. Lakini jambo la pili kubwa ni kutathmini hali ulionayo. Kitendo cha kutathmini hali mbaya ya kiuchumi ambayo unaipitia ni kitendo cha kuassess ama kufanya mchanganuo kwa ufupi, uweze ukajua sasa nini kimekufanya upitie kwenye hiyo changamoto. Nini kimekupelekea upitie kwenye hali ngumu kiuchumi? Kwa hiyo hicho ni kitendo cha pili ambacho unatakiwa kufanya kama unapitia changamoto katika uchumi, kwa maana katika biashara yako na katika maisha yako kwa ujumla. Na jambo la tatu ni kubadili fikra, kubadili fikra au mtazamo. Kitendo cha kubadili fikra au mtazamo ni kitendo cha kujiambia, ikiwezekana wewe mwenyewe hata kwa sauti, kwamba jambo hili au situation hii ilionipata ni ndogo kuliko uwezo wangu. Hapo na kuambatanishia na mstari wa Biblia wa Filipi 4:13 ambayo inasema, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hivyo basi kwa mstari huu basi uwezo ukakufanya kuweza kubadilisha fikra au mtazamo kwamba jambo hili ni dogo kuliko uwezo wangu. Na jambo la nne basi la kufanya pindi unapitia kwenye wakati mgumu, iwe wewe ama kampuni yako au biashara yako, ni kushinda hofu. Kitendo cha kushinda hofu ni kitendo cha kuto kuogopa. Kwenye Biblia neno usiogope limeandikwa zaidi ya mara 365. Yaani ni kama kila siku kwenye Biblia unatuambia kwamba usiogope, kwa sababu kama siku ziko 365 na imeandikwa usiogope zaidi ya mara 365, basi tunatolewa hofu na hili neno usiogope. Basi unatakiwa kushinda hofu. Na kitaalamu tunasema 90% ya mambo tunayohofia huwa hayatokei. Ukiwa unawaza kwamba nitafukuzwa ada, hautafukuzwa. Nitafukuzwa kazi, hautafukuzwa. Kwa hiyo kushinda hofu ni jambo la kwanza na kubwa mno ambalo unatakiwa kulifanya ama kulichukua pindi kampuni yako inapopitia wakati mgumu. Na jambo la tano na la mwisho ni kupanga mipango mikakati thabiti jinsi ya kutatua tatizo. Kumbuka basi, wataalamu tunakwambia kwamba ukishindwa kupanga basi umepanga kushindwa. Mipango ni kitendo cha kwamba labda mwezi wa 6 nitafanya kitu fulani, na mipango mikakati ni kwamba nitafanyaje sasa ili mwezi wa 6 niweze nikafikia au nikapambana kuweza kutimiza kile ambacho nimekipanga. Mimi ni mhamasishaji na mwelimishaji wa masuala ya kifedha kuelekea mafanikio, MS Agustino Baltazar Bwale. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupokea video za mafunzo yangu. Lakini pia unifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Facebook na Instagram. Karibu sana.